umri wa miaka mitatu tunapopokea lengo lake mwanzilishi waishie miaka 13, asiendelee sekondari. Manake sekondari tumtafute ndugu yake kama yupo. Mfano watoto tunafuata kama huyu, tunafuata kule kwao chimbuko, haji tu kuletwa na mtu. Sisi labda tunapigiwa simu na watu kwamba kuna mtu huko anapata shida, awe ni mtoto mwenye wazazi, manake wale wa mazingira sio rafiki, au awe ni yatima kabisa. Kwa hiyo ndio tulionao hapa. Lakini mtoto akishafikia umri wa miaka 13, tunatafuta ndugu afu wanakuja kufanya nini? Tunaandikishana, tunaenda kwenye ustawi wa jamii, baada hapo wanachukuliwa. Lakini sasa wale waliokosa, wapo wengine waliokosa hapo mpaka sekondari form 4. Hao watoto wakishafikia hivyo tunaendelea kuwalea mpaka pale wenyewe watakapotamani kuwa yani na maisha yao. Wanaweza wengine akasema, na wapo wengine wanaishi sio mbali na sisi. Ndio wale ambao wanakuwa labda wamesoma hapo kadri ya mwanzilishi, wakishatoka wanaenda kuishi tu, tunawaacha kama watu wa familia. Una upungufu hasa upande wa mawe ambayo nataka kujenga fence. Na hata siku ya leo hilo na lenyewe katika kikosi chetu hiki ambacho tumefika siku ya leo tumeligusia hilo la kuhusu mawe. Pamoja na hivyo utakavyoviona, nitakavyosema mtendaji wangu mkuu, hata la mawe tumeligusia. Watunza wasikose chakula. Biblia inasema angalieni ndege wa angani, hawapandi wala hawavuni, lakini Baba yao mbinguni anajua watakula nini, watavaa nini. Unajua kabisa kwamba kuna wakati mwingine, hata wakati mwingine mnaweza kama mnatindika, mjua kwamba hivi mwaka huu tutaishije. Lakini Mungu wa mbinguni yeye ndio mchungaji mwema. Hamwezi kupungukiwa na kitu chochote. Kwa kuwa kila wakati mtu anapowaza kwamba nipeleke vitu mahali pale, ni Mungu amemsukuma, kama vile yule kunguru aliyemlisha Elia kwenye kile kijito, kwamba alikuwa anamsukuma kunguru akatafute chakula ampeleke Elia. Ndivyo wanadamu wote walipo katika mji wa Mafinga watasukumwa, hata katika miji mbalimbali watasukumwa kuleta mahitaji ya mahali hapa. Kwa hiyo nyinyi hamtapungukiwa na kitu chochote. Hata nyinyi ambao mmekwisha kuvitoa vitu vyenu kwa ajili ya kuhudumu mahali hapa, amesema yeye kwamba hakika wema nazo fadhili zitawafuata siku zote za maisha yenu. Hakika wema wa Mungu utawafuata popote pale mlipo siku zote za maisha yenu, kwa kuwa mmechagua fungu lililo jema. Basi sisi tunawashukuru sana na moyo wenu wa upendo, kwa sababu nyinyi ni wakina mama, wakina baba. Hamwezi mkamwacha mtoto wako akose mahitaji, na kwa sababu mnafanya hivyo, mnawahudumia watoto, ndio maana mmefika hata hapa kuhudumia sisi. Hatuna kingine cha kuwalipa jamani. Mahitaji mlioleta ni mengi sana. Alafu hata msinge kuja na mahitaji, huwa tunaangalia ule muda mliotenga kwa ajili ya kwenda sehemu nyingine. Huwa tunasema kwamba ile ni sadaka tosha. Saa hizi ungekuwa unafanya kitu kingine kinachokuingizia kipato, hata ungepumzika tu nyumbani. Lakini huu muda uliotenga kufika hapa ndiyo sadaka ambayo Mungu ameichukua ya kwanza. Baada ya hapo mkatoa mahitaji kama sister alivyowaeleza mahitaji, na yote aliyowatajia mmeleta. Si kwamba nyinyi ni matajiri sana, ila ni moyo wa ukarimu na upendo, kwamba mnatoa kwa Mungu wala hamtoi kwa binadamu. Anayepokea hivi vitu ni Mungu aliye ndani ya mioyo ya hao watoto. Kwa mlichotuletea sio kidogo, naahidi tutawaombea, na huko mnakoenda muendelee kufanikiwa na Mungu azidishie neema. Amen. Sio kidogo, naahidi tutawaombea, hatuna cha kuwalipa.